Mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina la Rehema Ali, mkazi wa kata ya Rau, wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro, amejikuta katika hali ya sintofahamu baada ya kujifungua mtoto wa kike ambaye ujauzito wake aliupata mwishoni mwa mwaka 2022. Rehema akizungumza na Gadi TV mara baada ya kujifungua mtoto huyo, amesema mara baada ya kupata ujauzito huo mwishoni mwa mwaka 2022 ulianza kupotea na kurejea katika mazingira ya kutatanisha hadi alipojifungua Machi 9 mwaka 2025. Aidha, Rehema amesema kutokana na changamoto hiyo, mnamo mwezi Agosti mwaka 2023 mume wake alimfukuza kwa madai ya kuwa amekuwa akitengeneza uongo ili aeleweke kuwa ana ujauzito. Hii ni Gadi TV, jina langu ni Aisa Msuya. Rehema Ali ni mzaliwa wa Singida. Nilikuwa nataka nijifungue 2023 lakini sikujifungua. Ilifika huo mwezi wa kujifungua, kwa nikaenda kliniki naambiwa kwamba sina mimba yote ile. Kwa hiyo nikaa nimekaa, lakini kitu kwa kinacheza tumboni hivyo hivyo siku zote mpaka sasa hivi, na mimi nikaa sijui kwamba na mimba tena, nikumana nishakata tamaa. Kwa hiyo jana ndo nikaa nasikia maumivu, nikaambia mbona mimi naumwa twende hospitali, nikajifungulia kwenye bajaji. Yaani nilikuwa naona tu kitu kinazunguka kinasogea. Mara leo kiko huku, mara sangie kinahama kabisa. Siku nyingine kasa ukisikia unaweza kukata muda hujakisikia kabisa, unaona hamna kitu. Kwa nakaa, yani nilikuwa najua tu ni maroho tu, labda niliachiliwa na watu. Unaweza kaeleza nini watu sasa ambao pengine wanaweza wakashindwa kuelewa hii simulizi ambayo unaeleza hapa? Mimi naambia tu watu waamini kwamba Mungu yupo, na mtu anaposema kwamba mimi na kitu changu kwenye mwili wake, yani watu wanaamini, maana huwezi kujua kwamba yeye anapita wakati gani kwenye huo mwili wake. Kwa watu wanaamini, kila mtu ana imani yake. Huwezi kumlazisha mtu akaamini imani za kishirikina wala za Mungu. Kila mtu ana imani yake. Na ulikuwa unaamini wapi? Mimi nilikuwa naamini tu Mungu. Na hata ile wazo la kuwa na mimba nilikuwa naamini tu kwamba nilikuwa nayo kipindi hicho. Lakini ilienda wapi? Sasa wakati mimba ilikuonekana na ilikuwa bado inasogea tumboni, kwa hiyo nilikuwa najipaga matumaini labda ipo. Kwa mpaka mwaka jana mimi mwezi wa 4 nilikuwa na matumaini kwamba bado mimi na mimba. Ila kwanza mwezi wa 4 hivyo miezi inavyosogea kwenda mbele, nilisema tu labda hamna tena, maana mbona imeshapitiliza muda mrefu sana. Ndio ikawa inasogeaga hivyo. Nikawa naambiaga watu mimi kuna kitu kinasogeaga tumboni. Kuna kitu kinasogea. Hivyo tu mpaka sasa hivi. Sasa wewe ulikuwa na imani kwamba mimba ipo? Mimba ipo ile. Madaktari sio walikuwa wanakuambia mimba? Mimba hamna Tena ukienda sasa na kadi, siku unaenda na kadi unarudi hauna kadi, wanakuambia wanataka utufunge si serikali. Unakaa. Nabii tu nikae tu nyumbani. Wao umenyang'anywa kadi mara ngapi? Nimekadi, nishanyang'anya kama mara 2 hivi. Mara 2. Wanakuambiaje? Hebu tukumbushe maneno. Wanasema mtu anakuambia kwamba hauna mimba. Au madaktari wale kupima mara ya kwanza labda walikosea. Unaliacha unaondoka, unaenda sehemu nyingine, maana nilikuwa sikati tamaa. Unapewa kadi, ukija kwenda kwenye hospitali nyingine, ukienda ukipima unaambiwa hauna mimba. Mara unaambiwa kapige ultrasound, ukipiga unaambiwa hauna. Kwa hiyo nikawa nakaa tu hivyo. Na labda ulishawahi kuonyesha hicho kitu kinachocheza ndani ya tumbo? Walisema tu yani mapigo ya moyo. Yani labda ni figo, kana sema ni figo tu labda zinapumua zenyewe. Za kwako? Nilikuwa nishazoea tu na hiyo hali. Maana nilikuwa najua labda yani nilijitu kitu ambao nimerushwa huko tumboni. Kwa hiyo nilikuwa naonaga tu ni hali ya kawaida. Maana nilikuwa hata kama likinizidi linapungua. Kwa hiyo nilikuwa nimekaa nao muda mrefu. Na kila siku nilikuwa nafanya kazi zangu kila siku. Yaani kila siku nilikuwa naenda kazini. Najisikia tu mwili wangu uko kawaida. Na ukasa unafanya shughuli gani? Nikana nafanya tu barua kwa watu. Hivyo umkuta mtu anauza kitu anakwambia nisaidie, unamsaidia. Hivyo nikando hao ndo maisha yangu. Nini ambacho kinakupa mashaka huenda ndicho kimesababisha mpaka wewe kuchelewa kujifungua?
Labda ni mambo tu, labda ni vitu vya ushirikina. Mimi siwezi kujua ni vitu gani vilikuwa vinanizuia nisijifungue. Yaani tuseme niliona period 2023 mwezi wa kwanza. Ndo sikuona tena ambao ndo nilijua kwamba mimi mjamzito ambao nilikuwa nijifungue saa mwezi wa 10 au wa 11 2023 hiyo. Aliyekupa ujauzito yeye anasemaje? Yaani hata yeye nilivyoondoka huko kwa wenyewe walikuwa wanajua kwamba mimi sina ujauzito, nadanganya. Hivyo kwa hiyo mimi yani walifanya tu kama kunifukuza kwao. Kwa na mimi nikaa nimeondoka. Maana nasema ni muda mrefu, wenzako wote walikuwa wamebeba mimba wamejifungua, wewe huwezi kujifungua, kwa wewe ni nani? Kwa nikaa nakaa hivyo. Mlikuwa mnaishi kwa gani? Mbona naishi tu huku Moshi. Na huyo aliyekuwa ni mkazi wa Moshi. Kwako imekuwa furaha kiasi gani? Nimejisikia tu amani, maana watu walikuwa wanasema kwamba mimi ni mgumba, star. Kwa yani watu walikuwa wanasema yani maneno mengi. Maana mtu akikuuliza, vipi umefikia wapi na hali yako, ukimwambia mtu mwingine anaanza kuambia tutaona kama itatokea. Kuna wengine wakawa wananiambia kwanza huko tumboni hujabeba mimba, umebeba pepo. Kwa hiyo yani nikawa tu yani najisikia yani kwa sasa hivi najisikia tu amani, nipo tu kawaida. Na mwana tu Mungu kwamba amenisaidia. Na madaktari baada ya wewe kujifungua wamesemaje? Nilivyoeleza waliniuliza kitu cha kwanza waliniuliza hivi, kadi iko wapi? Nikaambia mimi sina kadi, maana mimi sijawahi kuja kliniki yote kwa sababu sikujua kwamba na mimba. Maana nishabaga mimba ni ya siku nyingi. Nikanajua bado nishapoteaga. Kwa hiyo nilivyoeleza vile wakasema ni kweli. Mtu mwingine akasema nilishaikuonaga kuna mama alikuja na mtoto wake anasema kwamba hizo ilikuwa ni imani za kishirikina, ila ishatokea hapo hospitali kuna mama alikuja na mtoto wake akamwambia akawa anasema hivyo. Kwa hiyo hata huyu naye itakuwa ni kweli, ndio walivyoongea hivyo. Mimi kwa jina naitwa Joyce Selemani Lihuda, ni shangazi yake na Rehema. Alinipigiaga simu mwezi wa 2023 mwezi wa 8. Akanambia shangazi, hapa nilipo nimeshafukuzwa. Kwa huyu mwanaume nikamwambia amefukuzwa kwa sababu gani? Wakanambia mimi mimba yangu mara ipo mara hamna. Kwa hiyo wamesema wao hawataki kukaa na mgumba. Hapa nilipo nimeshatupiwa nguo zangu, nimesimama hapa nje. Nikamwambia basi kama wameshakufukuza njoo. Akaja nikakaa naye mpaka hadi mwezi wa 12. Na yeye tulikuwa tunatazamia kwamba anajifungua mwezi wa 10. Mimba ilipofikisha mwezi wa 12, mimi nikamwambia hii hali imekuwa ngumu, sitaiweza, nenda nyumbani ili wazazi wako nao wakakusaidie. Akaenda nyumbani, alipoenda nyumbani akapelekwa hospitalini, akapigwa ultrasound, akakutwa hana mimba, akapimwa vipimo vyote hana mimba. Ndio akawa amekaa nyumbani. Akakaa mpaka hadi mwaka jana mwezi wa 8. Nikamwambia sasa unakaa nyumbani unafanya nini? Si bora uje huku ujitafutia hata hela ya riziki ya kula. Akasema sawa. Mwezi wa 8 mwaka jana ndo akaja hapa, nikawa nakaa naye tunafanya vibarua vidogo hivyo. Hali yake mara leo ana tumbo, mara hana, mara tumbo anasema linahama linakaa upande mmoja. Anakuambia angalia shangazi, na kweli ukimwangalia tumbo liko huku upande mmoja huku. Huku kumebaki tumbo kabisa limebonyea, halina kitu chochote. Mara leo liko huku. Basi tukaamini labda ni nguvu za kishirikina, tukawa tu tunamuomba Mungu msaidie, Mungu msaidie. Jana asubuhi mimi nikaamka asubuhi, maana tulikuwa tukiamka asubuhi tunaenda kwenye heka zetu kwenye vibarua, mara leo nauza nyanya, mara nafanyaje. Mimi nikatoka nikamwacha bado yuko nyumbani. Baadaye akanipigia simu, shangazi uko wapi? Nikamwambia nipo kazini. Akanambia njoo naumwa na tumbo. Nilipokuja anahangaika, anasema tumbo linaniuma vibaya. Mara akiwa anasema tumbo linaniuma, mara tumbo hamna kabisa. Tukabaki tumeshangaa tena. Mbona tumbo lilikuwa liko linakuuma na tunaliona, mbona sasa hivi hamna tumbo? Mara linaisha. Yaani kwamba mliona limejaa. Lilikuwa limejaa, baadaye likawa limeisha kabisa, tukawa tumebaki tunabutua. Mara kidogo jinsi tunavyomuomba Mungu, Mungu msaidie, Mungu msaidie. Leo mara kidogo hili hapa limeshajaa kabisa hili likubwa. Baadaye akawa anasema najisikia vibaya, nasikia kama kitu kinatoka. Tukaita bajaji, tukambeba tuende hospitalini.
Tulipofika njiani, kabla hatujafika kwenye huduma, akajifungua mtoto wa kike. Tunamshukuru Mungu, ni yeye Mungu tu ndo ametenda, amemsaidia. Hili linatufundisha nini? Hili jamani linatufundisha tu Mungu yupo, tuzidi tu kumwamini Mungu, atatutendea mahali ambapo pagumu. Mungu yeye naweza. Maana sisi hali ya huyu mtoto tulikuwa tumeshakata tamaa, tulikuwa hatuna matumaini tena kama atakuja kupata mtoto. Tunamshukuru Mungu, ni yeye tu amefanya. Watu wamwamini Mungu, akiamua kumtendea mtu anamtendea. Naitwa Gifti, tafsiri ya Zawadi Laiza. Mimi ni jirani wa Rehema. Hichi kitu ni kitu ambacho kimetushangaza sana kwa sababu Rehema nimemjua toka 2023. Alikuja hapa akiwa na hali ya ujauzito ambao tunaiona dalili zote za mama mjamzito. Tukakaa naye kwa muda mrefu hapa, tukasubiri mtu ajifungue, hakujifungua. Baadaye akaondoka kwenda nyumbani. Kwenda nyumbani kafikiri labda ndio ameenda kujifungua, lakini alirudi bila mtoto. Sasa tukashangaa ile hali imekuaje. Sasa wakati huo tulikuwa tujawazoea sana, kwa tunabaki tu tukijiuliza maswali wenyewe kwamba imekuaje mtu amerudi bila mtoto. Sasa tumekaa kwa muda mfupi tena ile hali ikamrudia kwamba unamuona huyu ni mjamzito, mara baada ya wiki unaona mtu hana tumbo. Sasa mwisho wake jana ameamka ni anaumwa kweli. Kwa hiyo shangazi yake hapa akaniambia kwamba na binti yangu anaumwa Rehema, kwa hiyo nataka nimpeleke hospitali. Nikamwambia Mwaisha, mbona kama anaumwa uchungu? Akaniambia hata mimi ninavyoona anaumwa ni uchungu. Nikamwambia mpeleke basi hospitali afu tujue ni nini. Kwa hiyo ndipo waliondoka wakachukua bajaji wakampakiza, hawakufika hospitali kwa kweli, ndipo mtu alijifungulia kwenye bajaji. Kwa hiyo ni jambo ambalo linatushtusha sana. Wale watu ambao walituma maneno machafu juu ya huyu binti, mimi kwanza nasema tu Mungu awasamee kwa sababu hawakujua walichokuwa wanatenda. Ila pia Mungu amewaibisha kwa sababu amekuja kujidhihirisha kwamba sio mgumba, ni mtu ana uwezo wa kuzaa. Hata kama sisi kibinadamu tumewaza kuna mazingira yaliyofanyika, kwa sababu hamna mwanamke anaweza kubeba mimba miaka 2 na miezi 8. Ni kitu ambacho hamna. Lakini sasa tumekuja kukishuhudia sisi mimba ya miaka 2 na miezi 8. Mtu leo ameenda kujifungua. Asubuhi tumeamka hapa asubuhi na mvua kwenda Mawenzi kuhakikisha ni mtoto kweli, sababu hatuamini. Kabidi tuende Mawenzi asubuhi saa 12 tukahakikisha kwamba ni mtoto, ndio tujue kwamba ni Mungu yupo ni kweli. Amezaliwa mtoto mwenye kilo 3.3. Mimi nimemkagua kweli kabisa, nibidi nimefika pale nikamvua nguo, nihakikishe kweli ni mtoto, ni mtu. Sababu ni miujiza.